Bwana asifiwe. Tunamshangilia Bwana kwa wema wake na upendo wake. Ni katika Jumatano ya maombi, somo letu ni nguvu ya ukimya. Nikukumbushe, tunapita katika kisa hiki cha Hezekia. Tunamwangalia katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili na sura ile ya 19. Unakutana na kisa hiki cha Hezekia, jinsi gani alishinda alipovamiwa katika taifa hili la Yuda. Na nikwambie tu ya kwamba katika kipindi hiki Hezekia ni mambo kadhaa ambayo aliyafanya na ndio yaliyompatia ushindi. Sikiza kidogo nikwambie, huu ni uadui moja kwa moja ulijitokeza, ambao kiumsingi, kiukweli, huu adui ulikuwa unahitaji wakati mwingine silaha iweze kuinuka juu, wakati mwingine sio silaha, wakati mwingine mtu fulani aonyeshe mabavu. Leo nimekuja kukukumbusha hapa, na katika kisa hiki tunakutana tu na mafundisho kadhaa ambayo yananisaidia mimi pamoja na wewe katika somo hili la nguvu ya ukimya. Nikwambie tu ya kwamba watu wengi katika dunia hii wameshindwa kunyamaza, wamejibu pale ambapo hawakupaswa wajibu. Watu wengi katika dunia hii, yapo mabishano mengi yamejitokeza, ni kwa sababu ya kamdomo. Wakati mwingine haka kamdomo, jifunze kukafunga, jifunze kunyamaza. Na ndio maana leo hii na ukumbusha hili, kuna baadhi ya vita vitakoma kwa jina la Yesu. Kuna baadhi ya vita unayenisikiliza hapa utavishinda. Sikiza kidogo nikwambie, kuna baadhi ya vita havitaendelea. Maana hili vita viendelee, ni lazima tu saidi ziweze kufight pamoja, upande huu na upande huu, hili vita viendelee. Nikwambie tu ya kwamba hata pambano kati ya uovu na ubaya, kati ya uovu na uzima, tunasema uzima na umauti, upo upande wa umauti ambapo shetani kule amesimama, upo upande wa uzima. Nikwambie tu ya kwamba vita vingi leo viko duniani ni kwa sababu pande kuu mbili bado zinabishana. Nikwambie tu, upande mmoja ukijifunza kunyamaza, vita vyote vinaisha duniani. Yaani nikwambie tu, unasikia vita Ukraine wapi, upande mmoja tu kinyamaza, vita vile vinaweza vikakata. Sasa nisikize kidogo hapa kwa dakika hizi chache ambazo ninazo katika siku ya leo. Nikwambie, Hezekia alipovamiwa, Hezekia kazi kubwa ambayo aliifanya si kufanya jambo lolote lile, alikimbilia hekalu. Ni kweli unaweza ukakimbilia kwa watu fulani kwa ajili ya kusolve tatizo lako, kwa ajili ya kusolve shida yako. Ni kweli, ni jambo la hekima nalo hilo, lakini Hezekia alikimbilia kwa Bwana. Sikiza nikwambie tu, Hezekia alijifunza hili. Ukisoma sura hii yote, Wafalme wa Pili sura ya 19, ukisoma sura hii yote, nilikuwa nakutana na kisa hiki. Hezekia alijifunza kumwachia Bwana apigane kwa niaba yake. Yaani kuna saa ukimya unakufundisha Bwana apigane kwa niaba yake. Ukimya unakufundisha mwachie Bwana ndiye asimame juu ya hasira hii. Ni kweli tunakasirishwa, ni kweli unazungumzwa vibaya, ni kweli wanakusema, ni kweli umekuwa kikao kamdomo. Hachako kamdomo, kaa unyamaze. Ni kweli ukimya wakati mwingine unasababisha mtu fulani ajihisi vibaya. Lakini hata huyu alipovamiwa, Hezekia alichokifanya katika Wafalme wa Pili sura hii ya 19, alichokifanya alikimbilia kwa Mungu. Nikwambie tu, hakuna silaha kubwa katika maisha yetu kama maombi. Hakuna silaha kubwa. Hata Yesu alipodhulubiwa pale, alipovamiwa pale, alipoonewa pale, maneno ya Yesu hayakuwa maneno, yalikuwa ni maombi. Baba wasamehe, kwa maana wajui walitendalo. Nikumbushe katika siku ya leo, ndugu mtazamaji, ukimya ni kati ya hoja msingi sana leo. Ukimya ni kati ya kitu ambacho ukiwa nacho leo katika maisha yako utashinda vita bila kupigana wewe. Yaani ukimya ni kwamba unamwachia Mungu apigane kwa niaba yako. Acha Mungu apigane kwa niaba yako. Nyamaza. Wewe mama, katika ndoa, katika familia, leo kuna magombano, leo kuna malumbano. Nikwambie tu, acha Mungu apigane kwa niaba yako. Tulia, Mungu apigane kwa niaba yako. Acha waseme wakati mwingine. Acha usikie, maana wakati mwingine kama utasema utasikia kwamba wanakusemaje. Acha wakuzungumze, acha wakuchafue, lakini rudi kwa Bwana. Ukimya unapunguza hasira. Ukimya unaleta maombi yenye nguvu katika siku ya leo. Ukimya unaleta nguvu katika maisha ya kiroho. Ukimya sio udhaifu. Ukimya unaonyesha kwamba wewe ni mkomavu kiroho. Ukimya ni kila kitu katika maisha yetu. Sio kila vita utashinda kwa kujibu, sio kila vita utashinda kwa kupigana. Wakati mwingine mwache Mungu apigane, ushindi utapatikana.
jifunze kunyamaza. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, Jumatano ya leo, mtazamaji huyu, binti huyu, kijana huyu, mama huyu, baba huyu, ukamfundishe kuna saa awe mkimya. Simama naye katika maisha yake, simama naye katika hatua zake, simama naye katika mapito yake. Na baada ya hapo, siku ya leo, huo ulimi, huo yeyote yule anayenisikiliza, huo ulimi ukaunyamazishe Bwana. Na baada ya hapo, vita vyovyote vile ambavyo mwovu amekuwa akibini, vita vya vijimaneno, bifu, chuki, ukavimalize wewe, ukapigane kwa niaba ya mtoto wako na ushindi ukapatikane. Dada huyu akanyamaze, mama huyu akanyamaze, kijana huyu akanyamaze. Acha ushindi ukainuliwe kupitia silence kwa jina lako Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.